Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Tupo kwenye Mathayo 5 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala mtu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinyago, nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Yawangaza wote waliopo nyumbani. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru. Haleluya. Mji kama umejengwa kwenye mlima, pande zote utazopita utauona. Hivi watahitaji kusema kwamba mlima, mji uko wapi? Kila mmoja anaona uko pale kwenye mlima. Basi kila mmoja akitazama anaona ule mlima huo mji uko kwenye mlima. Sasa Yesu anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Kwa maana tunatakiwa kuwaka muda wote. Kitu tunachotaka uelewe ni kitu kimoja. Kabla hujaja duniani, nuru ilikumulika. Sasa hiyo nuru iliyotangulia iangazayo kwa watu wa Mungu, sasa inakuja wewe ni nuru. Maana yake umepewa nuru kuwaka au kufanya wengine waone kilichopo ndani yako, Mungu alichoweka ndani yako. Lakini kama sasa uoneshi kile Mungu alichokusudia kwenye maisha yako, unakuwa na mtu wa tofauti. Sasa lazima uangalie wewe kama wewe una mwenendo wa aina gani mbele za Mungu. Unatembeaje? Maisha yako yakoje? Hivi watu wanajifunza nini wa kukuangalia wewe? Ni kitu gani kinachowashawishi kwako ili wamfuate Mungu? Ni vitu gani vinavyofanyika kwenye maisha yako vinavyofanya wengine nao wajifunze kutokana na wewe? Ni vitu gani vilivyopo kwenye maisha yako vinavuta hata waliopo gizani waje kuona hiyo nuru? Ndio maana ya kuwa mji uko juu kwenye mlima hawezi kusirika, maana unaonekana. Kwa maana sisi tunaitwa kuwa nuru, kuangaza. Watu waone nuru iliyopo, sio giza. Tukiwa giza tunakuwa tunaondoa kile Mungu alichokusudia maishani mwetu. Kwa sababu tunapokuwa nuru, maana yake na vitu vyote vinavyotendeka kwenye maisha yetu navyo vinakuwa na nuru. Kwa maana baraka za Mungu zinatengenezwa kirahisi na vitu vinaonekana kwenye maisha yetu. Sasa vikaonekana kwenye maisha yetu, watu wanasema mkono wa Mungu unatenda, mkono wa Mungu umeonekana kwa sababu ya hicho kinachoonekana kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini sasa kama havionekani, ni vigumu kumwambia mtu fata yaliyo ya Mungu, kwa sababu kila wakuangalia hawaoni cha kuwashawishi. Mwenendo wako hauwashawishi, tabia yako hayawashawishi, unachofanya akiwashawishi. Watasogeaje kwa Mungu? Nuru, unaona amesema hapa nuru inawaka. Amesema wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, mbali juu ya kinyago, nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Yawangaza wote waliopo wapi?
nyumbani. Muulize jirani yako, wewe unaangaza wa nyumbani mwako? Haleluya. Kwa maana hata nyumba iliyo na giza, wewe unatakiwa uwe taa, waone, uwamulikie wengine, na wote waliokuwa wamekaa pabaya waweze kujua kwamba Mungu anafanya, Mungu anatenda. Sasa unakuta upo na wewe waki nyumba yote ni giza, lakini wewe unasema wewe ni wa nuru. Unaona shida inapoanzia pale, kwamba wewe unasema ni wa nuru, lakini nyumba yote imekaa kwenye giza. Mungu amekuchagua kwa sababu hata nyumba yako, hata kama imejaa wachawi, imejaa waganga, imejaa watu wa giza, wewe umefanikiwa ukaokoka, ukamjua Yesu, wewe ndio unataka uangaze hiyo familia. Kila kitu, kila familia ina mtu mmoja atayevunja laana ya familia, wala sio wawili. Mtu mmoja aliyoteuliwa na Mungu kwa ajili ya kuvunja hiyo laana iliyopo kwenye familia. Sasa kama umeitwa wewe kuwa nuru, kuangaza wengine ili nao watoke kwenye giza, na wewe kaendelea na giza, maana yake wewe unapokuja kuishia ni pabaya. Mungu alikuchagua kwa kusudi, yaani amekuteua kwenye hiyo familia iliyozaliwa kwenye maskini, iliyojaa giza la maskini, ili wewe uangaze hiyo familia na ipate utajiri. Kwa maana kupambana kwako katika kumtafuta Mungu, kupambana kwako kumsogelea Mungu, ndio na vile vinavyotokana na wewe kumsogelea Mungu, ndivyo sasa vitamshawishi na mwingine. Anasema nimekuwa na mizimu yangu muda mrefu sasa, na mimi acha. Mbona huyu tulikuwa tumekaa kwenye ugumu, tumekaa kwenye shida, sasa mbona huyu amemsogelea Yesu akaweza kujenga nyumba, na mimi acha nisogee. Haleluya. Maana yako sasa wewe umekuwa nuru, kwamba yale matunda vile vinavyoonekana kupitia wewe vinagusa na wengine. Sasa vikugusa wengine, ndipo sasa wanasema mambo sasa yako vizuri, unakuwa unaangaza. Sasa sio kakaa kwenye familia yako ukasema watajijua wenyewe. Hata kama ni wagumu kiasi gani, walete mbele za Mungu. Kazi ya kuokoa sio yako, kazi ya kuokoa ni ya Bwana Yesu. Wewe kazi ni moja, Yesu, nakukabidhi familia yangu, ndio sara yako, nakukabidhi. Sema nao wabadilisha wewe. Kadri muda unavyoenda, siku zinavyoenda, Yesu anakuja anagusa familia hiyo, anaitengeneza, anaigusa na ibadilisha. Unashangaa ile familia ilikuwa imeshapotea inaanza kufanyaje? Kuonekana. Wale wa familia wanasema hawafanikiwagi kwa sababu wewe ni nuru, wewe unamulika. Familia inaanza kupata mafanikio, inaanza kuona njia, inaanza kuona pa kwenda, kwa sababu wewe umekaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba familia inakaa sawa. Sasa mko kwenye familia mnachukia, mmeokoka lakini mnachukia wengine hawajaokoka. Nani atawaokoa? Haleluya. Nani atawasaidia kutoka huko? Sasa wewe umeokoka, lakini wale walioko kule unafanyaje? Yaani unazidi kuwadidimiza. Kumjua Mungu ni neema. Haleluya. Ndio maana kipindi unapita yale uliyokuwa unayapita yasiyofaa, mbona kumjua kipindi hicho? Sikila moja na mapito yake. Mbona muda ule kumjua? Lakini alipotaka kwamba nijue sasa, urigeuka, ukaenda kumjua na kaanza kukutengeneza. Kwa maana kumjua Mungu lazima kuna vitu vinavyofanyika mpaka kufikia pale. Sasa wewe kwenye familia yako
wewe ndio wa kuvunja uchawi uliopo kwenye familia. Sio nawe unamkimbia, mama ni mchawi, baba ni mchawi, sijui ndugu yangu ni mchawi. Wewe nawe kazana kwa kupiga uchawi wao udondoke, wajue Yesu. Haleluya. Kwa sababu ndio kazi ulioitiwa. Wewe ni nuru. Hamjui kwamba ile nuru, Mungu anasema sisi ni nuru. Hii nuru ilikuwepo hata kabla na dunia haijakuwepo. Na hiyo nuru ilikuwa inaangaza wajao duniani, wanaokuja duniani kama tulivyokuja. Kwa maana kama tulipita hivyo, tuliangaziwa, nuru ilituguse ikatumulika. Kwa maana tulikuja na nuru, sasa tunatembea. Ndio maana Yesu anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa maana tulimulikwa, tukawekwa nuru sasa ili ulimwengu uone matunda, muonekano wa tofauti, kwamba kupitia sisi dunia nzima popote alikuwa mekaa kwenye giza ipate nuru. Sasa wewe angalia familia yako, angalia maisha wanaoishi, alafu jitazame. Familia yako ameshaangalia. Maana sasa unaweza ukaenda kule. Sasa hivi muda huu. Hivi niliposema kuna mtu anajiuliza hivi katika ulimwengu wa roho tunaendaje? Kuna barabara gani? Tunasafirije katika ulimwengu wa roho? Tunaendaje? Au kuna ndege ya kwenda ulimwengu wa roho inakuwa na muda wake maalum? Nilipokuambia angalia nyumbani, mliangalia? Mmeangalia? Niliposema angalia nyumbani, mmeangalia? Au hujaelewa? Mliangalia nyumbani kwako? Ulipokaa kitulia, hujaona nyumba ya kwako, nyumbani kwenu? Hujaiona nyumbani? Hujaona chumba chako? Hujaona baraza? Si uko hapa? Kwa nini unapaona? Kinachokuwezesha paone ni nini? Unadhani ni nini? Kile unachoona ni ulimwengu mwingine. Ndio maana umefika hapa, lakini nikwambia angalia nyumbani. Nyumbani unaweza kaona, wakaona ulipoacha sahani hujaosha sahani, ulipolia ugali umeziacha pale kwenye sinki. Ukaziona. Ngoja ifua unaiona pale. Chochote ulikuwa unafanya pale unakiona, kwa sababu unasafiri kiroho. Maana yake unasafiri kiroho. Uko hapa lakini umesafiri nini? Kiroho. Ndio maana unaona nazungumza na mtu, namuelezea nyumbani kwa niko hapa, lakini nazungumzia kwake. Baraka nimesafiri katika ulimwengu wa roho. Nimeenda moja kwa moja, nikaona nyumbani kwake, nikaona kilichopo pale na kinachofanyika pale. Basi. Sasa Mungu alituita kuwa nuru. Nuru kuangaza popote tunapokuwa.